Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana katika kipindi cha kitabu cha maswali. Asante sana, nimekaribia. Na Ustadh, katika video zangu nimepata comments kuhusu talaka. Nikasema leo acha nitoe swali kuhusu talaka. Sasa pale kwenye comment swali lenyewe lilikuwa, je, mume akimwandikia talaka mkeo hali akiwa mlevi, talaka hiyo inaswi? Ndio. Kabla ya swali hilo, ningependa wafafanulia watu talaka kwa wale wenye wamepata kuoa sahi na wenye watakuja kuoa mbeleni. Sawa. Sasa ningependa utuelezee talaka na maana yake. Naam. Sawa. Asante sana Yasin. Kwanza tunaanza kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napenda kuchukua pia nafasi hii kumshukuru Yasini kuweza kuorganize na mimi katika channel yetu kama hii. Mwenyezi Mungu aibariki, ikuze. Amin. Na mwanzo wa kukua ni kupatana na maswali kama hayo, kuonyesha kuwa watu wanafuatilia, watu wanasikiliza. Kwa hivyo na wewe pia tunakuomba na tunakushauri uweke maudhui ambazo zina faida kwa watu wataelimika, watu watajifunza, watu watafaidika. Na katika hayo yanadhihiri kwa hili swali la leo au hiki kikao kifupi cha leo kuhusu talaka. Talaka twaisikia tu pengine. Je, talaka ni nini? Maana yake nini? Na faida zake ni nini? Na hasara zake ni nini? Kisha ndo tutaenda kujibu swali mwishoni mwa kipindi kama hiki kizuri. Kwa kuanza, kwa auni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na taufiki yake, at-talaqu lughatan, talaka kilugha ya Kiarabu, ukisema talaka manake ni kuacha huru kitu. Talaka ni kuacha huru kitu. Hata mfungwa akiwa amefungwa akaachwa, basi Waarabu wanasema atlaqu sarahatahu, yani wamemwacha huru. Mtu alikuwa amefungwa akaachwa huru. Kwa hivyo hiyo ndo maana ya kilugha ya neno talaka. Ama kisheria, at-talaq shar'an, kisheria ni kumalizika kwa mafungamano ya ndoa baina ya wanandoa wawili. Kumalizika si kwa kifo wala si kwa maradhi, ni yale mahusiano, ile relationship iliyokuwepo baina ya mume na mke. Tukumbuke hawa wawili siku moja waliketi mbele ya shekhe, mbele ya kadhi, wakasema nimekubali kukuoa, na yule akasema nimekubali kuolewa na fulani bin fulani, na huyu wa kiume akasema nimekubali kumuoa fulani binti fulani. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kuingia kwenye ndoa. Wakati maisha yakabadilika, wakashindwana katika moja au mbili, hawakuafikiana katika maisha, pengine ilidumu mwaka, miaka miwili, mwezi, siku zinatokea, wengine wamekaa miaka 20, 30, ikafika wakati hakuna tena maisha ya kusikilizana, hakuna maisha ya kuelewana. Wakaamua wafanyeje? Wapeane talaka. Yaani kupeana talaka kama ile kilugha tulivyosema kumwacha huru, maanake sasa ni kumwacha yule mke aendelee na maisha yake mengine nje na maisha yenu kama mke na mume. Kwa hivyo talaka ni suala la kumwacha mke aendelee na maisha yake mengine, asiwe chini ya huyu mume, asiwe chini ya uangalizi wake, asiwe chini ya kama ni mume wake, hakuna tena, anampa talaka. Na talaka namna inavyotolewa tutafuatia katika kulijibu swali. Hii ilikuwa ni maana ya talaka. Kwa hivyo tumechukua maana kilugha na maana kisheria. Maana kisheria ndo muhimu zaidi, kuwa wanandoa wawili
wanapofikia mwisho wa maelewano yao wakaachana, ndio inaitwa talaka. Yani kila mtu akashika njia yake, kila mtu akawa huru kufanya jambo lingine, si chini ya kivuli cha ndoa kama ile. Naam. Swali la pili, naam, lilikuwa talaka imegawanyika mara ngapi, ama talaka ina fungu ngapi? Talaka imegawanyika, kuna aina nyingi za kugawanyika. Min haithu sihhatihi, hiyo ina vigawanyo vyako. Yani kuna talaka sahihi na talaka isiyokuwa sahihi, au kuna talaka ya kisunna na kuna talaka ya kibidaa. Ya kibidaa yani haijafuata zile sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia swala la ndoa, mwisho akazungumzia kuhusu talaka, akasema haiwezekani mkawa mnaishi huku mnachukiana, ikiwa hakuna namna ya maisha ya ndoa kuendelea, akatupa option ya talaka, sio? Kwa hivyo hiyo ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Hajatufunga kwamba wewe ukioa mwanamke basi ni lazima awe hampendani tena, iwe kumetokea shida fulani ya kuwa lazima muachane. Hajatuambia jamani, sheria ya Kiislamu inataka ukimwoa mwanamke hakuna kumwacha. Hapana, alisema at-talaqu marratani, kwa maana ruksa talaq ziko mbili. Maana yake nini? Talaka ile ya kuweza kumrejea mkeo, maana yake kuna talaka unampa alafu unaruhusiwa kufanyaje? Kumrejea. Na kuna talaka unampa hauruhusiwi tena kumrejea mpaka aolewe na mwanaume mwingine, aachwe ndio aweza kumrejea tena huko miaka ijayo. Lakini aliposema talaqu marratani, maana yake talaka mbili zinaruhusiwa. Ukimpa talaka ya kwanza unaruhusiwa kumrejea, talaka ya pili unaruhusiwa kumrejea. Talaka ya tatu fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Hii ni ya tatu. Hii bwana, hapa ni tunaachana kabisa kwa kheri. Hii ni talaka ya ngapi? Ya tatu. Kwa hivyo talaka iko ya kwanza inaitwa talaka rejea, yani waweza kumrejea yule uliyemwacha, na talaka ya pili pia ni talaka rejea, waweza una ruhusa ya kumrejea yule uliyemwacha. Na kuna talaka ya tatu, hii inaitwa talaka tatu. Hii hakuna kumrejea tena. Mkiachana talaka tatu, basi katika kumwacha, je, inaruhusiwa katika kikao kimoja akamwambia nimekuacha talaka tatu, au utafanya kila unampa moja kisha baadaye tena unampa moja, mwakani tena unampa moja, au vipi? Wanasheria hapa wa fiqh wametofautiana. Wapo wanaosema ni mtu akimpa talaka tatu mke wake katika kikao kimoja, yani katika mara moja yapita. Wapo wamesema hivyo, na wengine wanasema hapana, hizo tatu kwenye kikao kimoja ni moja inahesabika. Kwa ni masuala ya khilafu ya kisheria, lakini sisi tunachukua ile kauli ambayo kwamba ni ya Saidna Umar kwamba hakuna kucheza katika dini. Mtu ambaye kwamba amempa talaka tatu mkewe, akampa tatu kwa mara moja, basi inahesabika ni tatu. Wapo ambao kama mimi nachukua njia hiyo, kwa sababu kuna watu wengi wanafanya mchezo katika kuchezea sheria ya Kiislamu. Lakini kuna option ya pili, kwa wanaosema kuwa kwenye majlis moja, kwenye mara moja ukampa talaka tatu, inahesabika ni hii ni moja. Kwa hivyo tukirudi katika swali, zimegawanyika mara ngapi kuhusu kukubalika na kupita? Ziko aina mbili. Kuna talaqatun sunniyu, talaka ya kisunna, ambayo ni gani? Unampa talaka mwanamke baada ya kumaliza ada yake ya mwezi, kisha akaoga akawa safi, hujamfanyia jambo lolote la kumwingilia, ukampa talaka. Kwa sababu ukimpa talaka wakati huo hatochanganyikiwa, anajua kabisa mimi nimemaliza siku zangu, kwa hivyo sina mimba na nimeshaoga, niko safi, ndio nimepewa talaka. Kwa hivyo ataanza kuhesabu ile miezi yake vizuri, hakuna tabu yoyote, kwa sababu ukimpa talaka wakati amesha twahirika ukamwingilia,
talaka yake inawezekana kilipomwingilia mimba ikashika. Kwa hivyo na mwenye talaka mwenye mimba akipewa talaka huwa hakai miezi mitatu, hakai miezi mitatu, atakaa mpaka ajifungue nini? Mtoto. Kwa hivyo hedhi au kukaa eda ya mwenye mimba ni mpaka atakapo huoni kwamba unamdhulumu, unataka kumwacha, alafu umengoja amemaliza siku zake, kisha ukafanyaje? Alipotahirika akaoga, ukamwingilia, alafu ukampa nini? Talaka. Pengine kule kumwingilia kumempa mimba, ambao sasa inabidi akae kama mimba imeingia, ili amalize eda yake mpaka ajifungue. Miezi mingapi hiyo kwa kawaida? Miezi 9. Utakuwa umemdhulumu sana huyu mama. Lakini talaka ambao kwamba umempa mke, ameoga, amemaliza, kisha hujamwingilia ukampa talaka. Si ulikuwa umeamua umwache, ukamsubiri akimaliza, umeoga vizuri, uko safi, ukampa talaka. Kwa hivyo huyo atakaa miezi mingapi? Mitatu tu. Kisha kama utakuwa ni talaka rejea ukamrejea, au kama ni talaka ya 3 baada ya miezi hiyo ya mitatu, atafanyaje? Ataolewa na mtu mwingine au ataendelea na shughuli zake zingine. Kwa hivyo hiyo ni katika upande wa kusihi. Talaka ziko aina ngapi? 2. Talaka ya kisunna, hii ya kumwacha mke baada ya kutahirika, ameoga bila kumwingilia ukamwacha, hii inaitwa talaka ya nini? Ya sunna. Talaka ya bid'a ni ile mwanamke ameingia siku zake, umemgoja akamaliza, akaoga, ukamwingilia, alafu kampa talaka, hiyo inaitwa talaqatu bid'i. Hiyo ni talaka ya kibid'a, lakini zote zinafanyaje? Zote zinapita, zote zinaswihi. Kwa hivyo kwa upande huo talaka zinaweza kugawanyika kwa upande huo, lakini kuna pande zingine pia talaka za gawanyika. Katika swali la 3 ndio lilikuwa na je, itapita hata kwa mzaha? Swali la 3, swali muhimu. Je, talaka inapita kwa mtu kufanya mzaha? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo matatu hayana mzaha. Mzaha wake ni kweli na kweli yake ni kweli. Mtume amesemaje? Mambo matatu, mzaha wake ni kweli na kweli yake ni kweli. Mojawapo katika hayo mambo ni talaka, na lingine ni ndoa. Usifanye maskhara, afwan, kwamba binti yangu nakuozesha bwana, huyu ni mke wako. Ambia ukifanya hivyo hakuna mzaha katika mambo hayo matatu. Na swala la pili nasema talaka, ndoa, pamoja na nini, moja na lingine la 3 talikumbuka. Almuhimu swali linasema talaka ya mzaha ni inapita katika mambo ambayo kwamba Muislamu na muumini aliyeoa na mwenye ndoa yeyote hataki kucheza nao, ni swala la nini? La talaka. Kwa hivyo ukitoa talaka yani mzaha gani huo mpaka uandike, au kama utumie maneno, huo mzaha utakuwa ni mzaha gani? Kwa hivyo wanasheria wametuambia kuwa talaka inapita hata kwa mchezo, ili kuweza kuzima michezo isiyokuwa na maana katika dini. Yani uwe makini, wewe ushaoa tayari, ushakuwa na akili timamu, tayari utapata familia, tayari utaanza kuitwa baba, na pengine tayari utaanza kuitwa babu utakapopata wajukuu. Mchezo huo kwenye ndoa mpaka kufikia katika kucheza na talaka unautoa wapi? Ujasiri huo wa kuleta mchezo katika talaka unautoa wapi? Kwa hivyo wanasheria baadhi na wengi katika jumhuri wanasema talaka ya mchezo inatuka, inakuwa ni kweli. Kwa hivyo kama ulikuwa hujawahi kumwacha, ukimwambia nilikuwa nafanya mchezo tu, nimekuacha talaka moja, inahesabika ni moja hiyo, na sheria za talaka zishike mkondo wake. Na kwa kusaidia tu, kama umefanya mchezo, basi ya kwanza mrejee mke wako haraka, mwambie nimekurejea mke wangu, maisha yaendelee. Lakini usifanye hivyo mchezo tena. Zikifika 3 tena unaachishwa yule mke hata kwa nguvu. Zikifika hizo 3 zikahesabika 1, 2, 3, itakuwa si mke wako tena mpaka olewa na mtu mwingine, na hiyo itakuwa ni hasara kwako wewe. Kwa hivyo 3 jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Mambo matatu, mzaha wake ni kweli na kweli yake ni kweli, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Katika swali la mwisho la 4, naam, ni lile swali la je, mume akimwandikia talaka mkeo hali akiwa mlevi, talaka hiyo inaswihi? Swali zuri, na hilo kama ulivyotueleza mwanzo limeulizwa na mtizamaji na mfuatiliaji na subscriber wa chaneli yetu hii. Kwa hivyo ni swali muhimu na tutalijibu kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu na alivyoeleza Mtume na ulama walivyotuambia. Je, talaka ya mlevi inasihi? Je, talaka ya mlevi inapita? Hilo ndo swali la msingi. Naam, talaka ya mlevi inapita, kwa sababu ili tuone huyu ni mlevi kwa kiasi ambacho anachokifanya hakitambui, basi awe ni mlevi yule ambaye kwamba akiingia chumbani hatambui hiki ni chumba, hiki ni kitanda, huyu ni mtoto wangu, huyu ni msichana wangu, hiki ni choo, hatambui. Huyo ndo atakuwa mlevi ambaye anaweza akasamehewa kuhusu talaka yake. Yani hatofautishi hiki ni chumba au ni choo. Manake nini? Yani hapo hapo alipokaa kitandani anaweza akajisaidia, kwa sababu akili hazipo za kipombe, anajua pale ni chooni. Sawa. Hapo hapo anaweza akamshika hata msichana wake, akasema huyu labda ni mke wangu. Yani katika kutaka mambo fulani ya kindoa anashika mtu yeyote pale aliyepo ndani. Huyu ulevi wake manake una ugonjwa ndani yake. Huyu ndo anaweza kusameheka. Huyu ambaye kwamba akiingia hatofautishi kuna mzazi, kuna mke, kuna mtoto, hakuna mtu anampa ile heshima yake, kwa maana kwamba pombe imemsababishia mpaka hatofautishi baina ya mzazi na mke na mtoto na mke na ndugu. Huyu ambaye amefikia kiwango hiki, na ni wachache sana, mara nyingi ni hakuna, huyu ndo anaweza akasema akitoa talaka katika hali hii itaangaliwa pia, sio kwa haitopita moja kwa moja, pia itaangaliwa. Je, yule ambaye kwamba ana akili zake, anajua huyu ni mke wangu, anakuita japokuwa amelewa, njoo hapa mke wangu, leo mimi nataka kukuacha, na akaandika na anachokiandika kikaeleweka, huyu si mlevi wa kusema kwamba talaka yake haifanyaje, haipiti. Kwa hivyo inapita moja kwa moja bila wasiwasi wote, kwa sababu ni mlevi anayeelewa. Kwanza alipotoka kule hajapotea, amekuja nyumbani, hiyo ni akili tosha. Na alipoingia chumbani, akitaka kujisaidia anaenda chooni, na akitaka kupiga simu, saa nyingine kwa masimu yetu sasa hivi anapiga simu na anatafuta mtu na anamsearch huyu, nataka kumpigia, na anamueleza maelezo, pengine kesho tuna kazi na mtu huyu anayejua vitu hivi vyote. Tuje tumsamehe tu kwenye talaka? Hapana. Uislamu sheria ni msumeno. Kwa hivyo talaka yake inapita kama kawaida, isipokuwa mlevi yule ambaye kumesema kwamba akilewa akili zake hakuna kabisa, anaweza hata kumshika binti yake akidhani kuwa ni mke wake. Huyu naye pia talaka yake itaangaliwa, japokuwa hatupitishi moja kwa moja kwamba talaka yake haipiti. Lakini ikiwa huyu mwenye hali hii bado talaka yake atizamwe, je, huyu mwenye hali ya ulevi wa kawaida ambaye anaweza kushika kalamu, ambaye anaweza kuandika talaka, ambaye talaka hiyo pia atampa mke wake akijua huyu ni mke wangu, basi talaka yake inapita. Na haya yote Uislamu unaleta ili watu wasilete visingizio. Sio kila mtu akiona mimi sasa nataka kumwacha mke, ngoja nikanywe chupa moja ya pombe nipate dhambi ya kunywa pombe, nije muache mke wangu ili baadaye niseme nilikuwa nimelewa bwana. Hapana, Uislamu hautaki mchezo kama huo. Sheria ni msumeno. Kama unavyokuwa makini ukilewa na unaendesha gari, pengine unafika nyumbani na unajua mahala pa kupaki, unajua ufunguo nikiuacha gari itakimbia, na najua hapa kwenye foleni nikikanyaga mafuta nitagonga watu mbele. Hizo akili zote zinazokuongoza leo zije tu zishindwe kwenye talaka ndo apewe msamaha. Hakuna sheria kama, hakuna Uislamu kama huo. Uislamu ni sheria, na sheria lazima ifuatwe. Na mtu akimpa mke wake talaka akiwa amelewa, kwa ulevi huu nilioueleza wa kuelewa, talaka yake anapita moja kwa moja. Ikiwa ni ya pili zinakuwa 2 na baki 1, akiwa ni ya 3 basi mke
anaenda zake, anakaa eda, anaolewa na mwanaume mwingine, na ikiwa ni ya kwanza pia tu atakuwa na option ya kumwacha, lakini zinahesabika na zinapita. Wallahu a'lam. Tukimalizia na swali la mwisho, naam, ni kule kwa mwanaume kunywa pombe nyumbani. Tuseme mwanamke wa Kiislamu ameolewa, lakini mwanaume hakuwa na tabia ya kunywa pombe, kisha baada ya ndoa akaanza kunywa pombe. Uislamu unaongelea nini katika kunywa pombe, na pia yule dada ama yule mwanamke anapaswa kufanya nini mwanaume wake akianza kunywa pombe kwa nyumba? Kwa kweli swali ni muhimu, na kusema kweli mwanaume wa namna hii anamkera sana yule mama, anamuudhi kweli kweli. Pengine yule mama maskini hanywi pombe, mama anaswali, lakini anakuja mwanaume mlevi usiku, vile kwanza vile anavyo breathe na ile hali ya hewa chumbani pale kote inakuwa kunanuka pombe tu, ni kama vile nyumba kwa ni ya walevi, na inaudhi kwa kweli. Ni kipindi kigumu anakipitia huyu mama, na sheria namwambia ikiwa hatoweza mpaka hilo linamuudhi mpaka aombe talaka, aende kwa kadhi aombe nini? Talaka. Kwa sababu hayo ni maisha magumu. Haiwezekani mlevi anaishi na mtu anayeswali, hata zile nguo za kuswalia nini, chumba chote unashindwa hata kutekeleza ibada zake, nyumba inanuka pombe, kisha wewe ndio unaamka unaswali usiku. Imagine tu katika kawaida, hatusemi kwamba chumba kinakuwa na najisi chote, lakini ile hali unaswali unasema alhamdulillah, na nyumba inanuka pombe yote, hiyo inakaaje? Pengine ni watu wana ndoa yao ni ya kawaida, chumba ni kimoja, maisha yanakuaje? Kwa hivyo ni vigumu. Ikiwa mwanamke huyu ana haki, anapewa na sheria ya kuomba talaka kwa kuwa mume wake ni mlevi, lakini atafanya subra kwanza. Hatua ya kwanza ataongea na yeye, imeshindikana ataita familia pande zote, mwambieni huyu analewa na mimi siwezi kuishi na mtu analewa. Atakanywa. Ikiwa bado amekataa, ameendelea, basi mwisho kabisa mwanamke anaambiwa, kama unahisi hii hutoweza, ndio itakuwa maisha yako ya ndoa yataisha, kwa sababu au utaamua uyamalize, uyaue kwa sababu ya kero kama hii, basi anaambiwa sawa. Sheria inamkubalia kufanyaje? Kuivunja ile ndoa, kwa sababu mume wake ni mlevi na ameshafanya hatua zote za kumkataza, ameshaita, ameshampeleka huko, ameshampeleka kwa mashekhe, ameshapewa aya, lakini akawa ni mudminul khamr. Na hiyo katika sheria, mtu akifa katika hali hiyo, manake anakufa akiwa amefanya dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Inabaki yeye na Mwenyezi Mungu. Akitaka Mwenyezi Mungu atamsamea, akitaka atamuadhibu, lakini anakufa akiwa anafanya dhambi katika madhambi makubwa. Kwa hivyo kwa sababu hiyo, mwanamke akiwa amechukua hatua zote hizi tulizozungumza na hajijaleta natija yoyote, anaruhusiwa kuomba talaka, aachwe, au kama hataki kumwacha akafanya yeye kujivua katika ndoa kama hiyo, na anaruhusiwa kabisa na sheria, kwa sababu sheria haijaja kumkandamiza mwanamke kwa sababu ni mwanamke tu, basi apokee hali zote zitakazokuja mbele yake. Kwa sheria inamruhusu huyu mwanamke kuweza kufanyaje? Kumwambia mume, mimi ninashindwa na ndoa hii, naomba talaka niendelee na maisha yangu. Na kama akikatalia, basi ataenda kwa kadhi, na makadhi wanajua utaratibu wa kumlazimisha atoe talaka, na ikiwa ameshindikana, basi mwanamke huambiwa wewe ndio mpe talaka, na hiyo inaitwa khulu. Na ahkamu za khulu inshallah siku nyingine tutazungumza katika channel yetu kama hii. Jazakumullahu khair. Shukran. Barakallahu fikum. Asante.